Asifiwe Yesu. Ni mchungaji Irene, tunaendelea kujifunza Biblia. Mika 6 mstari wa 6 mpaka 8. Nimkaribie Bwana na kitu gani na kuinama mbele za Mungu aliye juu? Je, nimkaribie na sadaka za kuteketezwa na ndama za umri wa mwaka mmoja? Hilo ni swali safi sana tunaulizwa mahali pale. Kwa wewe mtazamaji unayeniona wakati wa sasa, wewe unamkaribia Bwana kwa njia ya namna gani? Kwa kutoa dhabihu, zaka, kupanda mbegu ama kuvunja madhabahu? Haya yote unayoyafanya wewe, je, yanakukamilisha ama yanakufikisha wapi? Na Mungu anahitaji nini kutoka kwetu? Endelea na mstari wa 8. Nasema, mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Mungu ametuonyesha yaliyo mema na kutenda haki kwa unyenyekevu na kuwa watu wenye rehema. Utaweza kuwa unatoa hiyo yote, lakini kama hauna haki na unyenyekevu, hayo yote hayakupeleki mahali popote. Na tunapokusanyika katika makanisa yetu, tukikuwa wasikiaji, tukisikia haya maneno, je, tunasikiliza neno la Bwana lililo haki? Hebu Mika Ezekieli 33:31. Na hao huja kwako kama watu wajavyo, na hao hukaa mbele yako kama watu wangu. Na watu wanakusanyika katika mikusanyiko ya dini wakijifanya wanasikiliza maneno ya Mungu, ili hali mioyo yao iko mbali na huyo Mwenyezi Mungu. Nao husikia maneno yako wasiyatende, maana kwa vinywa vyao hujifanya kuwa wenye upendo mwingi. Wanasikia maneno ya Mwenyezi Mungu wasiyatende kwa sababu vinywa vyao hayafuati yale maagizo ambayo tumeambiwa pale juu ya kuwa tutafute haki, tuwe wanyenyekevu na rehema. Ndio posa unaona katika kanisa neno la Mungu limegeuzwa kuwa biashara. Wachungaji wanatamuka katika vinywa vyao ya kuwa hao ni meno ya Mungu. Wanawalemea washirika kuwa walete na wabarikiwe. Na Mika 3:5. Bwana asema hivi katika habari za manabii wanaowakosesha watu wangu, hao waumao kwa meno yao na kulia amani, na mtu awaye yote asiyetia kitu vinywani mwao, wao humwandalia vita. Wewe ulisikia wapi ya kuwa mtu atie kitu katika kinywa chako? Ati wewe ni meno ya Bwana. Tusiwalemee watu. Ni wakati ambao inafaa tuambie watu ukweli kuliko kujiita meno ya Mungu. Ulisikia wapi? Tuwahubirie watu neno la Mwenyezi Mungu na tuwaambie watu haki. Wawe wanyenyekevu mbele za Mwenyezi Mungu. Tusiwe viongozi vipofu ambao hawawezi kufahamu neno. Tutafute sana yaliyo ya haki tuyafuate kuliko kutoa zaka na dhabihu ambazo hazitukamilishi. Mbarikiwe sana.